Honorable Cleophas Malala. Makofi, makofi. Asante sana Director General wetu Bwana Fazul Wilberforce Mohamed. Mimi nashukuru sana kwa hii hafla ambaye haijaifanyika tangu tupate uhuru. Na leo hii mimi nimekuja hapa kama katibu mkuu wa chama cha UDA, na hii ni kwa sababu mnajua vizuri sana wakati tulikuwa campaign, kiongozi wa chama chetu ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye alikampaign on the platform ya kuinua maisha ya watu, kwamba atoe watu kutoka pale chini kuwapeleka pale juu. Na leo hii vile nilisikia kwamba leo ni siku ya kuzindua ile hafla ya kuhakikisha kwamba wale maafisa private security officers watoke hapa chini from bottom up, nikasema mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA paka nikuje hapa I witness this auspicious occasion. Na hii ni ishara kwamba sisi kama chama cha UDA, chama tawala, tunaunga mkono 100% ile kazi ambayo inafanywa na this regulatory body. Na mimi ningependa kusema kwamba unajua vile tulipita kura, tulikuwa na manifesto yetu kama chama, na hiyo manifesto ndio ifanye kazi. Rais aliona kwamba ni muhimu chama ifuatilie kwamba tumetimiza ile manifesto yetu moja kwa moja. Ndiposa rais aliamua kwamba nikae pale kwenye cabinet, nihakikishe nimefuatilia kwamba serikali na implement ile manifesto yake ambaye tulikuwa tuna campaign nayo. Na sisi kama chama tungependa kupongeza the Ministry of Interior ikiongozwa na CS wetu Kindiki na PS Raymond Omolo kwa ile kazi ambaye mnafanya kwa masuala ya security Kenya hii. Kazi ya security siku hizi tumerahisisha maneno ya security hapa Kenya kwa sababu tunaona calmness in our country. So Bwana Fazul, fikishia CS wetu heko, sisi kama chama tunaunga mkono kabisa ile kazi anafanya katika ministry hii. Na wewe Fazul, pia wewe umejikaza kama Director General wa the Kenya Private Security Regulatory Authority. Hawa wananchi kwa miaka mingi sana wamekuwa wakidharauliwa, wamekuwa wakiitwa watchmen, ati watchi. Lakini wewe Fazul umeleta sasa heshima katika sekta hii. Na sisi kama chama tunasema kwamba ni lazima sasa askari wa kibinafsi haheshimike, na ile standards ambayo mmeweka hapa sisi tunaunga mkono 100% paka hawa wapate mishahara ya kuheshimika ndio waweze kuza familia zao. Unajua vizuri sana rais wa Jamhuri ya Kenya vile aliingia alipata kwamba bei ya maisha ilikuwa juu kabisa. Na sisi tunasema kwamba kama bei ya maisha iko juu, ni muhimu tuinue watu wetu waende pia kwa kiwango ambayo wanaweza kimu jinsi vile wanaishi. Mimi nashukuru sana Fazul, sababu hiyo 30,000 ambayo umeweka hapo, niko na uhakika sasa umeingiza hao watu wako wote, majeshi wako wote kwa ile taxable bracket, kwamba sasa pia nyinyi mnaweza contribute katika kujenga nchi yetu. Sababu ukilipwa 7,000 hawezi jenga nchi na 7,000, lakini ukilipwa 30,000 pia mnaweza shikilia nchi yetu. Sababu ukweli wa maneno ni lazima tujenge nchi yetu kwa msingi wa kulipa ushuru. Mimi naunga mkono kwamba hawa watu wapate hiyo 30,000 ndio pia wa benefit katika ile housing project ambaye rais amezindua. Tunataka askari
pia waon nyumba hapa Nairobi, waishi kwa nyumba mzuri hapa Nairobi. So mimi naunga mkono Fazul, ile kazi ambayo unafanya. Umeweka nidhamu katika sekta hii. Tumeona wasichana wetu wakidhulumiwa sana kwa hii masuala ya apartments hapa Nairobi. Ni wale mabawabu private security ambao watatusaidia kuleta heshima katika hizi mushrooming apartments ambazo ziko hapa Nairobi na Kenya nzima. So Fazul Mohamed, this is not a joke. Ile kazi unafanya, mimi ningependa kusema kwamba Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu umeshikilia hawa watu walikuwa wamedharauliwa sana. Na mwisho kabisa, governor wa county ya Nairobi, mimi nakushukuru kabisa, sababu umekuwa mwongozo wa mbele kuhakikisha kwamba city yetu imekuwa city ya heshima. Hata hapa mahali ambapo tuko hapa, nimekuja leo nikashtuka sana kwamba Uhuru Park inaweza kuwa mahali pasafi vile pako hivi. Governor Sakaja anajua una undergo changamoto mingi sana, but I want to encourage you as you lead the city. Security is key. Na mimi nashukuru kwa sababu nimesikia afisa Bungei akisema kwamba anaenda kufanya kazi na private security. Vile vile ningependa gavana pia uongee na askari wa Kanjo waweze fanya kazi na hawa private security na ile national security. Sababu security is one component. So mimi najua wale watu wa Kanjo wakifanya kazi na private security na ile mainstream security yetu ya nchi, we shall have a secure city hapa Nairobi. Na mwisho nataka kuongea sasa kama Mluya, sababu nimekuja hapa nikashangaa hii watu yote, kwani mimi nashukuru. Hii ndio sekta ya kwanza ambaye watu kutoka mkoa wa Magharibi wako karibu 70%. Mimi ningependa kuomba viongozi wetu, vile Mheshimiwa Director General amesema, kwamba nyinyi watu ambao mko hapa katika private security kutoka jamii ya kutoka mkoa wa Magharibi, it is important vile Rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia internal security anajali maslahi yenu, anataka kwamba mpate mshahara wa heshima. Mimi naomba ikifika kwa masuala ya kisiasa, msimame na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Msifike pale mwanze kuongea lugha ingine. Haleluya, Muranga. Munasikiza? Tafadhali, ni muhimu msimame na Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa masuala ya kisiasa. Sababu yeye amesimama na nyinyi. Yeye anafanya kazi kuhakikisha wewe kazi yako imeheshimika. Tafadhali msituaibishe. Mtamshikilia? Mtashikilia rais? Wangapi wanasema watashikilia rais kwa masuala ya kisiasa? Na mwisho kabisa, hapa Nairobi, huyu mtoto wetu, si mnajua ni Weingo, mtamshikilia? Mimi nashukuru sana, tuzidi kufanya kazi pamoja. Fazul, congratulations. Send my congratulatory message to your PS, Honorable Raymond Omolo. Send my congratulatory message to the Cabinet Secretary wa Interior kwa ile kazi mzuri mnafanya. Na mimi nataka kupeana onyo kwamba mkimaliza hii story leo hapa, tunaenda kupigana vita kubwa sana ya implementation of these resolutions. Sababu mimi najua mtaongea hapa, lakini implementation itakuwa na shida. Mnaenda kupigana na court cases. Kuna wale wenye makampuni wanaenda kotini sasa, waende wasimamishe, waseme muendelee kulipwa shilingi 7,000. Mimi ningependa kusema sisi kama chama tutaendelea kuhakikisha kwamba the resolutions of this meeting
are implemented, kwamba sio mzaa. Hapo itakuwa makosa sisi kukutana hapa Uhuru Park tuagize watu 30,000, alafu tukirudi kwa kampuni yako unaambiwa unajua budget hakuna. Na najua itaanza. Mjue kwamba sisi tutaangazia zile kampuni ambazo zitakataa kulipa watu mshahara yao, na sisi kama chama tutasimama na watu wetu. So Fazul, wewe unaandika tu list, unasema kwamba hii kampuni inaitwa sijui nini security imekataa. We must implement the resolutions of this meeting, sababu hapo ndio shida itaanzia. Mtaongea hapa mzuri, tucheze vaida, tucheze sijui nini, lakini on Monday mnarudi kwa 7,000. That is the reality. Wakubwa wa hizo kampuni wamekaa na mimi hapa. I'm not inciting anybody, lakini tunaomba tafadhali tujaribu tuhakikishe tumeimplement. Vile vile viongozi wa serikali mjue kwamba vile mumeongeza Fazul, you need to lobby your sister, your colleagues in the different sagas of the government, kwamba pia waongeze budget zao, sababu utapata kwamba kuna parastatal ambaye ilikuwa imebudget na budget yake haitoshi kulipa 30,000. So you have a lot of work to lobby government agencies, to lobby county governments, to lobby individual premises, business premises, kuhakikisha kwamba mumehakikisha kwamba the implementation is not just mere rhetorics, bali hawa watu tukifika mwezi wa June wawe na 30,000 katika mifuko zao. So I will walk with you through that journey, and I want to hakikisha mnataka Mei. Hapana, kuna utaratibu ambao mtaambiwa, ambayo utafuatwa. Otherwise I support, governor, I support you, na ningependa kuchukua fursa hii, ama utamwalika Fazul aje alike governor wetu malizishe ceremony hii. Otherwise asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Bwana Honorable Cleophas Malala, our Secretary General of the ruling party. Bwana Andabwa, nimepata request mingi sana kuhusu sako ambazo watu yangu wanaweka pesa alafu zinakuliwa. Wanaweka hizo zinatumika kufanya vitu zingine. Si ni kweli? Sasa Andabwa amekuwa akiniambia na watu wengine tutengeneze sako ya walinzi. Hii namba ni kubwa sana. You are 1 million plus. Even if you just save 1,000 shillings a month, that is 1.3 billion shillings a month. Actually, we will not even register a SACCO. We will now open a bank for the private security guards. Na tutaita Walinzi Bank. Si sawa? Nyinyi mko wengi bana, kwa nini mnapeleka pesa kwingine? Si mtengeneze mambo yenu. Your Excellency the Governor, Chief Guest, and is my very good friend kutoka wakati tukiwa shule. Amewapigania sana